Thika Linturi, karibu waziri. Asante sana. Iwega sana. Different pastors atongeria kidikon na tubonde bari abai kanisani hii. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Viongozi wetu wa chama, Mheshimiwa Rigathi na wale viongozi wengi wote nimetembea nao kuja hapa Meru. Wacha mimi rasmi niwaambie ya kwamba Meru ni yenu. Meru ni nyumbani. Na mumeona ndugu zetu, mambrari, vile mmesikia, vile mmekaribishwa hapa. Nyumbani Meru ni kwenu. Na nataka kuhakikishia ya kwamba sisi hatuna shida na mtu yeyote ambaye anahubiri amani, ambaye anasema ukweli, ambaye anataka kushirikiana nasi tuweze kupata suluhisho ya shinda za watu wetu wa Kenya, watu wetu wa hapa Meru. Huyu anaweza kuwa rafiki, tunaweza kufanya kazi na yeye. Lakini tuko na shinda kubwa sana akidikon na wale tuko nao kama viongozi ambao nia yao sio mzuri kwa jamii yetu ya Meru, kwa jamii yetu ya mlima, sababu hatuwezi kukosewa heshima ambayo tulimwaga ndamu kutafuta. Na mimi sio mtu wa kukaa nikiangalia hiyo historia ya watu wa Meru ambayo iliwekwa, imeandikwa na wale wanaandikanga historia kwamba sisi ni watu tunaweza kanyanga nyuma wakati kuna vita ya ukombozi wa taifa. I know it is documented, you know. The Mau Mau fighters tulikuwa nao Meru yetu. Mnajua tulikuwa na kina Waimungi, kweli ama urongo? Walikuwa hapa. Mwari Amasi walikuwa msituni kupigana kutafuta uhuru wa nchi hii. Ilipoingia hata kupigania katiba ama kuleta ukombozi wa pili, the second liberation of this country. Akina Gitobu Imanyara walikuwa hapo. Akina Kiraitu walikuwa hapo. Watu walikuwa muoga wakati tulikuwa tunashikwa, alitoroka akaenda kule Marekani. My great brother, the late Ntai Wankuraro, 1996, mimi nilikuwa nawekwa ndani tukiwa na kina Kabano na wengine. Sasa ile shinda niko naye kubwa ni kwamba sasa tumegundua Kenya iko na shinda kubwa, na mumeona wasi ya kwamba lazima watu wajitokeze tupambane na hawa walagai, na pia tuhakikishe tunarekebisha taifa. Sasa bandala ya sisi tuliwekewa historia ya kupigania uhuru wa Kenya, na wale waliotuacha walimwaga damu ili sisi tuishi vyema. Ndio hao watu mlipatia kura, ndio hao kila mtu ni magoti anaabudu rais, anaabudu binadamu hata zaidi ya Mungu. That is one of the major problems that we have. And I am standing here kusema ya kwamba wakati mumeona mbunge wamelala kitanda moja na kazi yao, sio kukosoa vile utendakazi utafanywa na rais, ni kila wakati kungoja peni 2, 3, 4. Amesahau kuna jukumu ya kikatiba ya kufanya kazi, basi tunaendelea kule shimoni. And you nasema anybody that is listening to me in this country and Meru, let us rise up and say no this kind of dictatorship. Let us rise and say no to intimidation and remain firm. Najua hii ni kazi ngumu, sio rahisi, lakini siasa pia it's not for the faint-hearted. We are willing, we will win the cause. I want to thank you because yale yamefanyika tangu Rigathi afike hapa ni favor ya Mungu, and we want to thank the Lord for what he has done to us.
we have demonstrated to the country, we have demonstrated to the world that sisi hatutishiki na sisi si watu wa kuogopa na tayari kupambana na kushikana na Wakenya wengine tuweze kuikomboa nchi yetu. Thank you very much Akindikon kwa kutukubali tukuye tufanye maombi hapa kwako. I know there was a lot of intimidation. Mapasta, Makindikon, marafiki, mapriest wote wanatishwa na mtu mmoja ambaye tunajua anategemea kura ya hawa raia. Wanadedikiri, wacha nikuelezea wewe. Sababu umekosa heshima, umekosa adabu kwa kanisa, kwa watu wa Moi, kama sisi umewekelea mawe barabarani. Hata mimi siwezi kuja bure. Kwa uone mjenja tande hao. Sisi hao. Rendekiri hao. Sisi tukataa uka hapa. Bwana, unajua saa nyingine ni vile sitaki kutumia majina mabaya kanisani. Unajua the more you grow up, kama tunataka, you know I'm a believer in the law of evolution. The more you grow up, the more you get mentally retarded. The more you grow up, you know there is a level you become senile. Na senility inaweza kuja hata mapema depending on your lifestyle. Kama wewe ni mtu akunywa pombe kila wakati na kula kubero, ile vitu unatafauna kila wakati, basi hata ukiwa mchanga akili itaanza chini kidogo. So mimi si madharau. Mimi naheshimu watu, lakini kuambia sisi tusiombe kanisani, hapana. Thank you very much Akindikon kwa kutukubali. Mungu akupe nguvu, tutasimama na wewe na tutakuza hii kanisa. Kabla nimalizie, nimesikia ili nisisahau, mumeniomba maji. Nafikiria hata kama sijui Biblia sana, kuna kitu kidogo nakumbukanga. Nasemekanga hata mtu ameniita mzee, baba, nini. Biblia inasema mtoto akiomba mkate hawezi pewa mawe. Na akiitisha samaki hawezi pewa nini? Nyoka. Sasa nyinyi ni manipa hapa, ni nyumbani. Sasa mimi kama kila kitaleta raha na furaha kwa kanisa hili ni maji hayana, na Kalembe amesema, na kuna mwingine alio, mimi Kalembe nimekubali ombi lako, mimi nitashirikiana na maji. Mimi taweza hiyo tanki, tanunua Kome, suya ya brother hiya anaitwa Kome ndugu yangu, na mshukuru ndiye alinileta huku kwanza kabisa. Nitamwambia Kome utakuja mshirikiane na hawa watu wa kanisa, watoe timu yao ichimbe maji, tuwawekee maji kuja hapa na tanki ili waweze kukaa sawa. Ama namna gani ndugu yetu? Finally, kabla kualika Malala, wacha niwaambie andi bwira ndugu yetu number dress atongeria bara patu ingire. Unajua William Ruto alifikiria sababu sisi tulimzungusha huku na tukamwamini ya kwamba sisi ni wajinga sana. Lakini we meant well, sisi ni watu tukiamini hakuna kitu hatuwezi kukupatia. And the problem William Ruto wewe umefanya ni kusaliti sisi. You have betrayed us. You have caused us a lot of pain, because whatever you told us that you do for the Meru people and the Ngema people, you have not done. We went round, tukaandika mikataba zilikuwa zinaitwa economic forums zile tulikuwa nayo. Economic charter tuliandika. So when tuliandikiana, your business ni kuita wabunge kuwapatia 100 na State House na Karen kwa yule mtu kwa Nkuru, eta Nkuru ya wonde meta Nkuru. Kuambia watu andika report
tutafanya nini? Wewe unatukosea ndabu because we are angry, and that was the basis ya why we elected you. Now I want to announce and tell you the 400,000 votes that we gave you in Meru. Sababu we were number 4 in this country. Kukupatia, my good friend, usahau na utajua ya kwamba our vote is going to a basket that will make you a one-term president. Ama namna gani? Tawa ngo andari ya kithori hapo tukivonkuwa. Ipo kuwata na pote kuwata. Na nonto wewe ende to twathurana. Na tanotia na rotia bakuma Mount Kenya West. Wewe ya kwathurana Meru wa Mount Kenya East na Mount Kenya West. Tankwire bato tutiathukana. Bato tuintukebwe. Bato tuinde tushare Mount Kenya. Bato tuinde twaracia sauti tukaibuyana. Endo ke ya owe ucheza chengenge ateva ambugeni unasamia hapo. Sasa kura yetu tunajipanga, tunamalizana na wewe mapema. Na wewe mtu anaitwa Kindiki. Sababu kazi yako ni kutumika na huyu mtu. Na mimi nimekuambia na nilikuelezea atakutumia na atakuacha. Elewa kwangu because nilimjua mbele yako. Na kama alitutendia hivyo sio wewe, sababu sio sijui kama ni namba ama nini ama ni sauti ulikuwa naye, hakuna. Wewe nkuru ya okerwe ye kwa oro motere. Leo ndio iberu wage choki oro ara showground. Hato kwa bahati totioro katete tokeya otirimane na baotwe otoni woni metheka wewe mrobe. Otoni mbiowe tango kwera kambebe. Iro kamenya ko kwenene kakotene kwenene katonao. So kanyanga pole bwana, huwezi kututisha sababu umepatiwa serikali yote, umebeba ukapelekwa njuu na ukutafuta. Wacha hiyo bwana. Hata tuimenyele Joshua into. Hata tuwae tumekunja shati, tumevaa viatu, tuko barabani kutafuta serikali nyingine. Na kama wewe auoni, sababu mtu ako na macho ambiwe atazama, tungoje my friends. Mutashangaa. But I want to tell you, in Ben Farm, nyinyi mkae ngangari, nguvu yetu wananchi ni nyinyi, simameni na sisi. We have no big problem. Ukiona sisi ni mambo tunataka yalainishwe. Sasa mimi niko na watoto ambaye wanaoa, wanazaa watoto. Sasa saa hii mimi nikukaa. Sasa kama sitasimama nipigane inchi Rundi vizuri, hao watoto wangu wataenda wapi? Meo ni kokora isembe byochoka sto Rwanda bakenda batesa kwa karwate torwere ndeka na tote amerwere twakikishe kobwa mama babu ibotora abwetete sibitari boko ndombera babu rebo weta sibitari itare onde bo atiri mama ndu yateguritangwe teboriyo yo munene ndato burombe watanire na batwe tudidhiende ndi nauma mantu ya kalia. Lakini wabunge wetu hapa, ndugu zangu wa Meru, sababu tulifanya kazi na nyinyi, letea aibu kubwa ambayo haijawahi kuonekana tena, to the extent that you can betray your own brothers, you can kill your own brothers to inherit his wife. It is not acceptable. It is an abomination in our society. It is a curse. Na nyinyi hii mambo tutayasoti kule mbele. Kwa hiyo mengi yule nimekosea, kama umesikia umeparuswa kidogo, saa nyingine mori inaweza kupanda, samea mimi sababu tuko kanisa. Lakini ukweli tuseme. Kwa hiyo mengi nataka kuchukua nafasi hii. Niwaambie, mnajua tuko na hiyo chama ya DCP. Mimi ndio National Organizing Secretary. Pati Linda wetu hapa, Deputy Bwana Rigathi, Deputy Linda wetu hapa Bwana Malala, tuko na hapa Mwadhi,
wengi. Hii ni chama ya taifa. Na msindanganywe na mtu hapa ati Meru hatuna chama. Hatuna chama namna gani? Mmeona vile tumetembea. Discipline chama yetu. Msikuya kundanganywa hapa na watu wengine. We mean business. We are serious. We are a national party. We must leverage on our numbers and on our strength as a society ili tujue kwenda kule mbele. Makosa Kasongo alitufanyia hatutafanya tena. Ndio mtu ni mbaya sana nyinyi hamjui. Ni tukiongea yale ametufanyia sisi tutalia. Na they knows hata kiniangalia hivi. Anajua yale ile uchi tumemficha ni mingi. Kasongo wewe unajua tumekufunika nini sionekane. Bwana Malala karibu sema jambo hapa.